Kijiji cha moto hicho. Au. Au. Masaki, Mgema hayupo ndani. Kijiji cha moto. Hayupo ndani? Ndio hayupo. Nimemtafuta ndani pote na nyuma ya nyumba. Atakuwa wapi? Maana hapa kijijini ni mgeni na hamna mtu anayejua naye. Bondeni huko yote ni mashamba. Kaka Rugete, shikamoo. Kaka, habari yako? Salama. Samahani. Sikutegemea kama kijiji hiki kinaweza kuwa na binti mrembo kama wewe. Wacha nikusifie. Wewe ni mzuri sana. Mzee, shikamoo. Marahaba mwenyekiti. Mama, shikamoo. Marahaba, ujambo? Salama. Karibuni sana. Asante sana. Mimi naitwa Mzee Kalai na huyu ndio mke wangu. Karibuni sana. Asante. Karibu sana mama. Asante sana. Ndio. Sisi ni wageni kwenye hiki kijiji. Ndio. Tumehamia jana jioni. Sawa kabisa. Tumeona ni vyema tufike kwa mwenyekiti ili kwa usalama zaidi. Kama mnavyokiona kijiji kiko vizuri, kinavutia. Nyinyi mmetokea kijiji gani? Sisi tumetoka kijiji kimoja kinaitwa Iboja. Iboja. Hey. Jambo jema. Na niwakaribishe tu, karibuni sana. Kama mnavyokiona kijiji kimetulia, kiko vizuri, mazingira mazuri. Kwa hiyo karibuni sana. Asante. Asante sana. Sawa. Niwape tu utaratibu. Utaratibu wa kwenye hichi kijiji unatakiwa utoe shilingi 10,000 kwa ajili ya turubai, lakini pia unatakiwa utoe shilingi 10,000 kwa ajili ya vyombo na viti. Si umenielewa mzee? Nimeshakuelewa. Lakini hapo kuna shilingi 5,000. Hiyo najua inakaa sehemu gani mimi kama mwenyekiti. Kijiji cha moto hicho. Watu wanaroga. Hao watakuwa wameenda kwa shangazi. Itakuwa. Ngoja niende nikamwangalie. Sawa. Nenda kamwangalie. Kijiji chetu. Kijiji cha moto hicho. Subiri kwanza. Wewe nenda kwa shangazi. Mimi niende kwa majirani nikamwangalie. Kijiji chetu. Kijiji cha moto hicho. Kijiji chetu. Mzee Kiti anatari huyo. Na umependeza. Rugata vipi? Lameki, jifunze kuishi kwa mfanano wa mwenyeji wako. Tazama huyo binti, ametusalimia watu wote wawili. Lakini hujaona mimi nimeitikia salamu yake. Cha ajabu wewe unatoka unaenda kuzungumza naye. Kwenye kijiji hiki ukiona mabinti au mwanamke amevaa mavazi ya mfanano huo, Lameki, hicho ni chakula cha Mzee Kiti. Na huyo Mzee Kiti ni hatari sana. Angalia maisha yako. Twende nyumbani. Shangazi, Mgema yupo huku? Mgema? Hapana, hajafika huku. Nimemtafuta masaa 3 sasa. Nimezunguka kwa majirani kote. Isitoshe, hapa kijijini ni mgeni. Mwanangu,
Hiki kijiji nakijua vizuri. Tusipokuwa makini tutampoteza mtoto. Shangazi, nifanye nini mimi mwanangu? Itabidi twende kwa mtaalamu. Sawa shangazi, mimi nipo tayari. Inabidi tumshirikishe na Masaki. Haya, inabidi tufanye haraka, maana mtaalamu wangu hana mambo mengi na ni kiboko kweli. Karibuni sana. Asante sana. Mwenyekiti. Naam. Sisi tumefurahi sana na tumependa mazingira ya kijiji chako. Yanavutia mno. Si ndio mume wangu? Ndio. Kweli kabisa. Safi. Karibuni sana. Asante. Mzee, unaweza kufanya malipo tu ukaendelea na shughuli zako nyingine. Mwenyekiti, nilikuwa nataka niulize. Umeniambia kiingilio, nimekuelewa. Ndio. Hii 1500 ni ya kazi gani? Mzee, unaniuliza wewe kama nani? Mimi ni mwenyekiti, najua hiyo 1500 naipeleka wapi. Unaniuliza wewe, unahitaji kukaa kwenye hichi kijiji au hutaki? Kama hutaki ondoka, sio lazima. Si unanielewa? Kama hauwezi kwenye hichi kijiji ondoka. Mimi naitwa mwenyekiti Masuke. Najua nini maana ya kukuambia hiyo 1500, si unanielewa? Mzee, usianze kufuatilia. 1500 isije kafanya tukaacha kukaa kwenye kijiji. Mpe tu. Nimpe. Maneno ya mama yamekulegeza. Mzee, unaonekana wewe ni bahiri sana. Akitaka kitu akikosagi huyo, wana kijiji wanamwogopa huyo, ukimuudhi hakuna. Safi. Sasa hapa mtaishi kwa utulivu kwa sababu hichi kijiji ni cha amani. Kijiji kimetulia, hakina shida. Mimi nawakaribisha, karibuni sana. Asante sana. Sasa naona unanidai shilingi 1500. Tutaonana sehemu. Si unatumia kahawa mzee? Kidogo. Haina shida, kama kidogo haina shida. Sisi tukuache uendelee na majukumu mengine. Sisi tunaweza tukaondoka. Sawa. Ili uweze kuendelea na mambo yako mengine. Kijiji cha moto cho. Kijiji cha moto cho. Jamani kuna bara. Kijiji cha moto. Vipi? Mbona shtuka hivyo? Ni ndoto tu. Ndoto? Ndio. Shangazi huyu hapa sasa. Twende kumtafute mtoto. Tusimtafute mtoto, maana sehemu alipo si salama, na sisi tukiendelea kumtafuta mtoto tutakuwa sehemu si salama. Masaki, unamaanisha nini kusema hivyo? Mtoto yupo kwa mzee Kiti. Mzee Kiti? Ndio, kwa mzee Kiti. Nani atutete? Nani atuseme? Nani atongele? Nani atutete? Nani atuseme? Nani atongele? Nani atusaidie? Kijiji chetu kinaangamia. Kijiji chetu. Mzee samani. Mzee samani. Shikamoo. Marahaba. Mzee, na shida kweli kweli mzee. Kuna kijana wangu amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Anaitwa Mgema. Nimetoka kumwangaza huku ila sijamuona. Labda umemwona utokako huko mzee.
Usihangaike kumtafuta. Huyo kijana yupo kwa mzee Kiti. Mzee Kiti? Ndiyo. Mzee, unawezaje ukana mtoto wa mtu bila idhini ya wazazi wake? Ina maana unanifokea? Sio nakufokea mzee, nakuelekeza. Jamani, ameshindikana huyu mzee mshirikina, ukimuuzi bahati una. Nani atutete? Nani atuseme? Nani atongele? Nani atu Huyu mzee anatutafuta nini? Tumemkosea nini? Kwani nyewe mnamwogopa mzee Kiti? Mbona kitonga tu ganda la ndizi? Shangazi, unamjua sana mzee Kiti. Ni hatari sana hapa kijijini kwetu. Nyesi mnamtaka mtoto wenu, mimi na mtaalamu wangu, na mtaalamu wangu ni kiboko, na huyo mzee Kiti hawezi kitu. Ndio shangazi, nimekuelewa. Hata nifikirie, nitakupitia kesho. Twende kwa huyo mtaalamu wako. Sawa, fanyeni haraka, na mzaa utumbua usaa, mtamkosa mtoto. Kijiji cha moto cho, kijiji cha moto cho, jamani kuna bara, kijiji cha moto cho, watu wanaroga, kijiji cha moto cho, mchana kweupe, kijiji cha moto cho, uchawi hadharani, kijiji cha moto cho, oh, kijiji chetu, kijiji cha moto cho, oh, kijiji chetu, kijiji cha moto cho, kijiji chetu, oh. We mzee, inaonekana nyinyi ni wageni kwenye hiki kijiji. Sina wauliza nyinyi, ina maana msikii? Ndiyo, sisi ni wageni, tuna siku moja sasa. Mbona mjaripoti kwa mzee Kiti? Mzee Kiti? Ndiyo. Kwani na yeye ni kiongozi kwenye hiki kijiji? Maana muda si mrefu tumetoka kuripoti kwa mwenyekiti. Mzee Kiti ni zaidi ya kiongozi hapa kijijini. Yeye ndo tajiri pekee anayemiliki baiskeli ya mkulima kijiji kizima. Na sheria zake mtu yoyote anapofika hapa kijijini ni lazima ripoti kwake. Kama yeye sio kiongozi, haina haja ya kuripoti kwake. Si ndio mume wangu? Ndiyo. Kumbe hamtaki kufuata utaratibu wa kijiji hiki. Sawa, mnaweza kwenda. Sawa mzee, tunaondoka. Huyu mzee mshirikina, jamani ameshindikana. Huyu mzee Nyorofindo wakubwa hawa. Au, aha, au, aha. Kijiji cha moto cho, kijiji cha moto cho, jamani kuna bara, kijiji cha moto cho, watu wanaroga, kijiji cha moto cho, mchana kweupe, kijiji cha moto cho, uchawi hadharani, kijiji cha moto cho, oh, kijiji chetu, kijiji cha moto cho, oh, kijiji chetu, kijiji cha moto cho, kijiji chetu.
kiti ana hatari huyo, akitaka kitu. Odi. Karibu. Asante. Samani, nilikuwa namuulizia Rugata. Sijui nimemkuta. Rugata? Ndiyo. Katoka muda si mrefu. Ameelekea wapi? Hata sifahamu alikoelekea. We mwanamke, Karibu mzee wangu. Nikuletee kiti au maji? Tulia mpumbavu mkubwa wewe. Ina maana wewe ndio unajifanya kiherehere sana hapa kijijini, si ndio? Mzee wangu, mimi na kielele. Mbona mimi mtu mstaarabu sana? Nikuletee miogo au karanga? Nani aliyekwambia ana shida na vyakula vyako? Sikiliza nikwambie wewe. Wewe ndio unajiona kitomotomo sana. Unayewajua waganga wote hapa kijijini. Mzee wangu, mimi na waganga wapi na wapi? Mimi nasali. Korofindo mkubwa. Unasali wewe. Sasa sikiliza. Ninakupa onyo. Hicho kitomotomo chako narudia. Kijiji cha moto cho, kijiji cha moto cho, jamani kuna bara, kijiji cha moto cho, watu wanaroga, kijiji cha moto cho, mchana kweupe, kijiji cha moto cho, uchawi hadharani, kijiji cha moto cho, oh, kijiji chetu, kijiji cha moto cho, oh, kijiji chetu, kijiji cha moto cho, ah, kijiji chetu. Mzee kiti ana hatari huyo, akitaka kitu akikosagi huyo, wana kijiji wanamwogopa huyo, ukimuudhi hakuna kimbilio, eti mabinti wazuri anawawa yeye, usijaribu